Kwa hivyo sisi tukiwa mlima tuko pamoja nyuma ya Rais William Samoei Ruto. Hatutaki mtu atatutenganisha sisi na Wakenya wengine. Tuliona mkutano ilifanyika. Wale wa Kikuyu wako uongozini, MP Saron, we are more than 70. Tuko na women rep 11, senator 10, governor 9. Kwa hivyo kwa mlima tuko na viongozi zaidi ya 100. Ni viongozi wangapi mliona kwa ile mkutano? Hiyo ni kukuelezea vile Kenya iko na vile Mount Kenya tuko. Na Kenya mzima lazima tuendelee mbele. Hakuna ile siasa ya grudges. You cannot bear grudges forever. If somebody offended you somewhere, you must not reciprocate through grudges. You must be able to forgive others. You must know this country can move on without you. It cannot only be you and you alone. Unless you have a position in this country or you are influencing, the country should not be united. And therefore, for us, we are asking those leaders who lost elections, those leaders who retired, to retire peacefully and allow those people who have been elected to lead the country. Lazima tuheshimu rais ambaye amekalia kiti. Ukiangalia wale viongozi wamefika hapa, it is a reflection of the face of Kenya, si ndio? Kuna viongozi kutoka Mombasa, kuna viongozi kutoka Bonde la Ufa, Rift Valley, kuna viongozi kutoka kule Umasaini, na pia kuna viongozi kutoka Nyanza na hata Central. Kuna Senator Wanyeri wa Matinga amekaa hapa. Above all, tuko na leadership ya bunge. Tuko na leader of majority Bwana Kimani Ichung'wah na majority leader wa Senate Bwana Aaron Cheriot. Inamaanisha nchi haswa iko kwa hii mkutano, the reflection of the face of Kenya. Na wacha niwaambie ukweli wenzangu, hii Kenya lazima tuishi pamoja kwa kisheria, sababu mimi ni mwanasheria shupavu. After the Constitution of Kenya 2010, tuliunda nchi yenye iko na misingi na yenye ilitoa misingi ya kikabila, ikaunga kabila zote za Kenya pamoja. Kwa hivyo lazima tuishi pamoja. Wangapi wanasema Wakenya waishi pamoja? Wangapi wanasema Wakenya waishi pamoja? Sasa hiyo ndio njia tufuate, na ile maneno nataka kutusumbua kidogo tuache. Ile porojo kidogo tunaona kando kando tuache, because as a country we must pull together and move together. As we move forward, there are 3 things we must deal with. We must kill tribalism, we must kill corruption, but most importantly, we must deliver the economic promise of our independence to our people. We must enable these women to go to hospital and get good medical care and give birth to children in conditions of dignity. We must give our youth hope that when they work hard and when they finish school, they'll get jobs, they can do business, they can live in dignity. They can have 3 meals a day. We must build a Kenya where everybody, irrespective of your tribe, you can go live and do business anywhere in the Republic of Kenya, in the satisfaction that you'll be treated like a Kenyan. Hiyo ndio sababu mimi nimekataa hiyo maneno ya Limuru. Nimekataa. And I want to tell you, going forward, we must defend Kenya. We must love Kenya. We must be Kenyans. And let me finish nikisema in short order. We will strive for Kenya. We will fight for Kenya. We will seek Kenya. We will find Kenya. And we will never yield to tribalism. It is in the diversity and the richness of this country that we can all succeed. We must support the executive led by His Excellency the President William Samoei Ruto for him to succeed so that Kenyans can reap maximum benefit of democracy. Na ndiposa nasema, hii keki ya hii nchi ni kubwa sana. Tupike keki kubwa, kila mtu apate kipande regardless of your community background. Majority leader sisi tulisema pale Senate. Na ndiposa mnaona tuko na majority leader wetu Aaron Cheriot kutoka Kerisho.
tuko na seneta mwenzangu kutoka Kisumu na mimi kutoka Nyeri. Tumesema kwenda mbele tutakuwa tukitembea pamoja, tuambie kila Mkenya hii nchi it belongs to all of us, and we have a responsibility of constructing and putting together a country that will live for the future generations. Sisi wajumbe wa Kakamega County tumeamua tunatembea pamoja. Pasipo misingi yetu ya kisiasa, sisi tutatembea pamoja. Kura iliisha mwaka wa 2022. Rais wa Jamhuri ya Kenya ni mmoja, anaitwa William Samoei nani? Sisi kama wajumbe wa Kakamega tutatembea na yeye bako kwa bako. Mnakubali hiyo? Sema kweli, unajua Embakasi sisi tumeachwa nyuma as a whole. Kwa sababu wakati maendeleo inafanywa inaelekea pande ile nyingine ya Nairobi. And yet the majority of watu ambao wanaishi ndani ya Nairobi wako pande hii. Ndio. Sasa ninashukuru sana timu ya budget kuja hapa. Unajua tuko na constituencies mingi ambazo ziko represented hapa, na wakati nakuja mambo ya kugawiwa development, zile projects ambazo tunataka zikuje pande hii, for the first time tunataka kuona vitu zikifanyika ndani ya Embakasi West, Embakasi East, Embakasi Central, sababu sisi wote ni majirani, ndio. Tunajadiliana kuhusu matumizi, yale matumizi ambayo unajua wewe yanafaa yapewe kipaumbele. Kuna matumizi ya barabara, kuna ya vituo vya afya, kuna ofisi za machifu, kuna mambo mengine kama mashule, na haya yote wewe kama unatoa contribution yako, jiulize swali, ni kweli barabara inatakikana, shule inatakikana, hiyo hela itatoka wapi? Next week wakati tunaenda retreat ya kuangalia ile maneno ya public participation, ile maneno mlisema ile imeandikwa ndio ikuwe captured. Yangu nitaongea mengi tukimaliza, kwa sababu unajua mimi ni mwanakamati. Na niseme Eastlands tumebarikiwa kwa sababu unaona babu hapo pale wakasidi niko hapa Embakasi Central. Tunasimama tuko kwa budget committee. It means itakuwa total amount of debt yenye tuko nayo sasa hizi ni kama 12 trillion. Kwa 12 trillion, approximately 12 trillion, utapata domestic debt, ile deni ambayo tunapata kwa mabenki zetu hapa nchini, domestic debt inakuja around 48% to 50%. Alafu foreign debt pia inakuja around 50%. Inakuwa almost 50%. Shida kubwa sana si deni ya domestic. Kwa sababu pesa ya domestic ukiwa na deni na inalipwa ina circulate hapa nchini. Si hiyo ni sawa? Lakini deni yenye tunakuwa nayo na shida sana ni foreign debt. Ile deni ambayo inatoka nje. Na ikitoka nje hiyo deni inasusumbua sana. Kwa sababu hapo ndio utapata tunashikiliwa mahali na mambo ya IMF inatushikilia hapo, mambo inakuwa noma, na mambo ya interest rate iko juu zaidi, na mambo ya foreign exchange. Na foreign exchange ina depend na kama tuko na dola kwa reserve ama hatuna. Kama kuna dola mingi kwa reserve, utaona value ya dola inarudi chini na Kenya shilling inaenda juu. Na saa zile hakuna reserves ya madola, hakuna madola kwa reserve yetu kwa treasury. Hapo ndio utaona dola inaanza kuenda juu na maisha pia inakuwa ngumu.